Leo tutaenda kumchambua huyu AI Gemini na kazi zake. Ukiangalia unaweza kuona kama ni kadogo, lakini kazi na mambo kanayoyafanya ni mazito na makubwa tena kukushangaza. Kwa watu wenye maarifa, hiki hapa ni chanzo cha ajira. Ngoja tuingie ndani tuangalie baadhi ya mambo anayoyafanya. Kwanza, anafanya kazi ya kutafasiri kutoka lugha moja kwenda lugha nyingine. Pia anafanya kazi ya kukusomea taarifa kwa kutumia sauti na lugha yoyote unayopenda. Pia ana uwezo wa kusaidia kwenye masuala ya trading, mfano spot grid trading. Tutaenda kuangalia kwenye masomo ya huko mbele namna anavyofanya kazi kwenye sehemu ya kutrade. Pia ana uwezo wa kukutengenezea passport. Yaani ukishapiga picha yako tu, njoo bonyeze kikijumlisha i-upload picha yako, muombe akutengenezee passport. Unaweza kumuomba aweke picha blue kwa nyuma au nyekundu, sawa? Pia ana uwezo wa kugenerate video, AI video. Tumekuwa tukiona watu wengi wanapiga pesa nyingi sana kwenye YouTube kwa kuupload zile AI video. Video nyingi sana zimetengenezwa na huyu Gemini. Kwa watu wanatengeneza pesa kupitia huyu Gemini. Kazi ya pili ni mshauri mzuri sana. Mfano kwenye masuala ya kifedha. Mfano labda unashindwa kutunza fedha zako vizuri. Unaweza kumuomba akupatie mbinu nzuri ya kuweza kutunza pesa. Lakini pia ni mshauri mzuri kwenye masuala kama ni ya ugomvi. Hadi umekorofishana na mke wako au umekorofishana na mtu wako wa karibu, unaweza ukaja ukamsimulia mkasa mzima ukamuomba ushauri. Atakushauri vizuri kabisa kuliko mwanadamu wa kawaida, kwa sababu yeye amejazwa maarifa na busara nyingi sana huyu AI. Lakini pia anafanya kazi ya kukutengenezea hadithi au story yoyote. Kwa watu hapa wanapigia pesa. Watu wanaingia hapa anawatengenezea story tayari wanaenda kuziupload kwenye YouTube kwa njia ya sauti. Sasa tuanze na ile kazi ya kwanza ya kutafasiri. Haya. Kwa mfano, labda umepata voice ya Kiingereza, unataka yule Gemini ya kutafasirie. Hatua ya kwanza, hiyo voice ya Kiingereza au ya Kifaransa ya lugha yote ile utakuja kuiweka humu kwenye transcribe. Sasa utachagua lugha husika. Mfano kama ile voice ni ya Kiingereza, basi humu kwenye transcribe utachagua English. Kazi ya hii transcribe ni kubadilisha sauti kuwa maneno. Kwa hiyo ukiweka sauti ya Kiingereza humu kwenye faili ya transcribe, hiyo sauti itabadilishwa na kutengenezwa maneno. Haya sasa, ukishamaliza kuexport ule ujumbe na kukopi kutoka huko kwenye transcribe, utakachokifanya sasa utarudi huku kwa Gemini. Hapa. Sawa? Haya. Baada ya hapo sasa ule ujumbe ukishaukopi, unakuja kupaste hapa. Sasa kwanza kabla hujapaste, andika neno hivi: nakili huu ujumbe kama ulivyo, usipunguze wala kuongeza chochote. Kwa utaandika, ngoja tuandike. Ujumbe wenyewe huu hapa, unamwambia kwamba nakili huu ujumbe kama ulivyo, usipunguze wala kuongeza neno lolote. Baada ya hapo sasa utashuka chini kidogo huku, utaweka funga semi. Baada ya hapo utakuja kupaste ule ujumbe wako ulioutoa kule kwenye faili ya kutranscribe. Haya, baada ya hapo utaweka tena funga semi. Kwa hiyo baada ya hapo sasa utakuja kusendi sasa, ili ujumbe sasa utafasiriwe kutoka kwenye Kiingereza kwenda kwenye Kiswahili. Haya, inatafasiri, tusubirie. Haya, huu ujumbe uko kwenye Kiingereza. Sasa unakuja sasa kumwandikia Gemini kwamba utafasiri huu ujumbe. Sasa unaweza ukaukopi alafu kumwambia au tafasiri. Unaweza ukaandika hivi, sawa? Tafsiri huu ujumbe, sawa, kwenda kwenye lugha ya Kiswahili. Ukishamwandikia hivyo unakuja tu kusendi, sawa? Au unaweza ukaanza kumwandikia ili neno halafu ukaukopi huu ujumbe huu, sawa, ukaukopi wote kama ulivyo, halafu kaja kuweka hapa kwa chini. Atakutafasiria tu vile vile. Kwa hiyo ngoja tumuombe au tafasiri. Haya. Sasa nimesahau kitu kimoja. Mkumbushe au tafasiri aandike, yani atumie herufi ndogo, kwa sababu herufi kubwa hawezi kuzisoma. Kwa mwambie utafasiri kwa kutumia herufi ndogo. Sawa?
Na kama hapo utabaini kuna sehemu ina herufi kubwa, njoo muandikie kwamba kwenye ujumbe badilisha herufi kubwa zote ziwe herufi ndogo. Kwa hata kutengeneza ujumbe mwingine wa pili chini yake wenye herufi ndogo peke yake, huo ujumbe ndo anaweza kuusoma. Haya, kwenye sehemu ya kutafasiri nadhani tumemaliza. Tuje sasa kwenye kazi ya pili ya kusoma. Nimesema pia Gemini anaweza kufanya kazi ya kukusomea kwa kutumia sauti yoyote ile unayotaka, sawa? Haya, utabonyeza hapa ili akusomee. Tumsikilize. Msikize, tukae chonjo. Kuwa tajiri siyo safari ya usiku mmoja. Ni mchanganyiko wa nidhamu, elimu ya kifedha na subira. Ingawa hakuna njia ya mkato ya kichawi, kuna misingi mikuu ambayo matajiri wengi huifuata. Hapa sawa. Sasa kama mmenogewa utatafuta mwenyewe, muulize, atakusaidia. Haya. Kwa hiyo nadhani tumekwishaona jinsi ambavyo anaweza kusoma. Lakini vile vile kwenye namna ya kuongea na huyu Gemini sio mpaka uandike. Pia unaweza ukaja tu kabofya hiki kimic ukaongea, atarekodi. Ukimaliza kuongea ulichoongea chote na utakuta amekuwekea maneno hapa. Kwa hiyo utasendi tu, na ukitaka usikize sauti yake unabonyeza kwenye speaker kama kawaida. Haya, nadhani kwenye swala la kutafasiri na kusoma tumemaliza. Lakini vile vile kazi nyingine ambayo anaifanya, anaweza kukutengenezea passport, sawa? Kwa nimekwisha elezea hilo. Pia anaweza kukusaidia kwenye masuala ya trading. Mfano kama trading kidogo na kusumbua, ukimtumia huyu kama mshauri wako, ukaona unaenda unachukua screenshot kwenye exchange, unakuja ku upload hapa, unamuomba ushauri, atakuelekeza njia nzuri. Kama umekosea kuset grid, kwa leo anaotumia Royal Q, kama umeset grid vibaya, chukua screenshot, njoo ya upload hapa, muombe ushauri, atakushauri grid nzuri sana za kuseti. Kwa leo anaotumia spot grid bot, sawa? Copy zile na ni range zako ulizopanga na grid zile, njoo upload screenshot hapa, muombe ushauri, muulize, je, hizi nilivyo set ni sawa sawa? Atakushauri na atakupatia pendekezo zuri kabisa. Haya, kazi nyingine nayoifanya pia, mingine tumekwisha maliza. Sasa kuna mingine hapa niko nataka nielekeze hapa. Haya, kwa mfano kama nataka uanze mada mpya, yani unataka ufute kila kitu, manake unakuja hapa, sawa? Unabonyeza kama hivi. Baada ya hapo unakuja kugusa hii sehemu ya kwanza kabisa imeanza gunzo jipya. Ukibonyeza manake hapa umefuta kila kitu, kama ambavyo naona umefuta kila kitu. Na ukija kuingia hapa, huku ndio sehemu ya kuchagua sauti. Ni sehemu ya kuchagua sauti. Njoo huku kwenye setting na lugha pia. Ukija hapa kwenye setting, nakuja hapo. Sasa ukitaka kuchagua sauti ni hapa, sawa? Na ukitaka kubadilisha lugha ni hapa. Tuje hapa kwenye, tuanze na hapa kwenye sehemu ya sauti, sawa? Tuguse hapa. Haya, niko tayari kutumia sauti hii. Iwapo umependezwa nayo, ichague ili unaweza kasonga mbele. Sawa, unaweza kasonga mbele. Tumsikilize wa pili naye. Endelea kujaribu sauti hizi hadi unaweza kubadilisha sauti baadaye. Haya, sawa, turudi nyuma. Niko tayari kutumia sauti hii. Haya, nadhani nimekwishaelewa namna ya kubadilisha sauti. Sasa somo linalofuata tutaenda kujifunza namna ya kumtumia Gemini huyu kufanya trading. Ngoja nifupishe hili somo lisiwe ndefu sana likawachosha watu.